Bwana Yesu asifiwe, na wasalimia kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Baraka Tai, natokea Kigamboni. Leo hii tumepata neema na rehema kutuamsha tena, ni siku nyingine ambao Mungu imempendeza Mungu sana kutuamsha. Lakini kuna ujumbe ambao Mungu amenipatia asubuhi ya leo niweze kusema na wewe. Amekuwa akijaribu kusema na mimi hapa katikati kwa neno linalotoka msamaha. Msamaha ni nini? Nadhani katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 mstari kuanzia 14 na 15. Biblia inasema kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Biblia inajaribu sana kutuambia kwa habari ya kuweza kusamehe. Unajua watu wengi katika ulimwengu huu, na wengi tukiwepo makanisani, na wengi tukiwa katika makanisa madhehebu mbalimbali, tunajuaga neno limeandikwa tu msamaha, lakini hatujajua maana yake ni nini kuhusiana na habari kitu kinachoitwa msamaha. Ila tunasomwa tu kwamba msamaha. Lakini hatujajua msamaha ni nini. Kabla sijaendelea hapo kuelezea, nadhani tufungue pia katika kitabu cha Warumi. Nataka niunganishe somo alafu nakupa faida za neno msamaha. Warumi 5:8. Biblia inasema bali Mungu alionyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tukaokolewa na madhabahu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulikuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana pekee. Zaidi sana baada ya kupatanishwa, tukaondolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ili pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho kwa damu ya Kristo. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na vivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote walifanya dhambi. Dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa na sheria. Dhambi haihesabiwi kwa sababu pasipokuwa nini? Na sheria. Kwa hiyo Kristo alijaribu kuangalia, alipaga sheria Musa juu ya wanadamu, kwa sababu Biblia inasema dhambi iliingia kwa mtu huyu mmoja ambaye ni Adamu baba yetu. Alipokuwa ametenda dhambi pale bustanini Eden, dhambi kaingia kwa mtu mmoja. Sasa dhambi hii utapatanishwa kwa sababu ipi? Kipi kitakachoweza kusababisha tena kati ya mahusiano ya mwanadamu na Mungu toka mwanzoni bustanini Eden alipokuwa anaumba mwanadamu? Sasa basi Mungu akaamua kulionyesha pendo lake, akamtoa mwana wake pekee ambaye ni Kristo awe kipatanishi juu ya ile kitu ambacho kilikuwa kimetengana sisi wanadamu na Mungu. Maana yake nini? Ni nguvu ya Mungu ya msamaha iliamua kuja duniani na kutukomboa wanadamu, na kwa upatanisho huo ulipatikana damu ya Kristo Yesu mwenyewe wa Nazareti kuja kutukomboa sisi wanadamu. Yeye aliamua kuhesabu ile gharama tulipokuwa tumekuwa adui wa Mungu. Biblia inasema mlipokuwa adui ya Mungu mlipatanishwa kwa damu ya Kristo, ili kurudisha mahusiano yaliyokuwa yamevunjika awali na Mungu juu ya wanadamu wote wakaojua uso wa dunia. Kwa damu ya Kristo ilisababisha uzima kwa wanadamu. Sasa basi, kwa nini tusamehe, na kwa nini leo hii tumejenga chuki? Tukioma ndani ya makanisa unakuta mchungaji na mchungaji wazungumzi, unakuta mshirika na mshirika wazungumzi, unakuta mwinjilisti na mwinjilisti wazungumzi, unakuta wazee wa kanisa pamoja na idara zote zilizopo ndani ya kanisa, kitengo fulani wamegawanywa makundi mbalimbali. Nguvu ya kusameheana ndani ya kanisa haipo.
Na hawezi kusameheana kwa sababu gani? Tayari kuna tofauti zinakuwepo, zimetofautiana kidogo tu katika mazungumzo, katika matamshi, katika uongozi. Unakuta hapo ndani ya kanisa, yani kuna nguvu, kitu ambacho hamna maelewano. Na neno msamaha tunalihubiri kwa kila wakati, lakini wengine hawajajua kwa nini tunahubiri neno msamaha, lakini ndani yetu hatuwezi kusamehe watu wengine, na tumewabeba ndani ya mioyo yetu. Nitakupa faida na hasara ya kutokusamehe na ya kusamehe, na utaelewa maana msamaha ni nini. Nikisoma hapa jaribu kuangalia katika tafakari na ni muweze kuelewa maana nini, faida za kusamehe au kutokusamehe. Neno msamaha lina maana gani? Na kichwa changu cha somo kinasema nguvu ya msamaha. Maana yake uwe na nguvu ya kujua neno msamaha linakuwa na nguvu. Pasipo kuwa na makosa hutaona kujua ile nguvu ya msamaha. Hasa basi nitaelezea kwa habari ya msamaha. Msamaha ni nini? Anasema kabla ya kujua neno maana ya msamaha, tuelewe kwanza msamaha maana yake ni nini? Kusamehe ni kuahirisha, yani kusamehe ni kuahirisha au kuondoa hasira na chuki. Yani ukisamehe mtu fulani alikufanyia jambo fulani, kabla hujaamua kupambana na ule mtu ukasema hebu ngoja niahirishe hili jambo, mimi naye tusifike mbali, tusije tukagombana bure. Maana yake unaahirisha lile jambo ambalo yeye ndani yake kuna ushindani, pasipo kuonesha hali ya ushindani na wewe ndani yako, ili kuachilia lile jambo, kuamua kuahirisha, ili yeye sasa kulingana na yeye anataka ushindani. Unamwambia mimi nimeahirisha hili jambo. Ndio nguvu ya kuachilia na nguvu ya kuondoa hasira, kwamba hasira iliyopo ndani yangu mimi naitoa, wala nisiwe na chuki naye yule mtu, ili tusiweze tufanye tukafarakana hapa, tukute usameheana kabisa, kila mmoja akatembea na chuki. Na sasa tukiendelea hapa, msamaha ni kitendo cha uchungu wote ulioumbika ndani ya moyo wako. Msamaha ni kitendo cha uchungu ulioumbika. Yani msamaha, kama una nguvu ya msamaha hujasamehe, unatengeneza uchungu ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, unabeba vitu ambavyo vinavyokupatia mzigo na kuweza kupatia magonjwa na athari juu ya mwili wako. Kwa sababu gani? Wewe hujui kusamehe. Nadhani hapa Biblia inasema msamaha ni kitendo cha kurudisha uhusiano wa awali uliovunjika. Kusamehe ni neno la kufuta ya mtu hatia. Zifuatazo ni faida za kusamehe. Kwa nini usamehe na unapata faida gani ukisamehe? Au kuahirisha katika ule ugomvi na kuaibika, ili kuweza kusema Bwana, mimi hapa sitaki tuendelee huku, na nguvu fulani ndani ya moyo inakwambia hivi, kwa nini umeshindwa? Kwa nini mahali hapa usipambane ukashinda? Na kwa nini mwachie ushinde? Na ndani ya moyo utasikia sauti zinakuambia kwa habari nyingi ya kwamba hebu shindana mahali pale, usiweze kukubali kushindwa. Na wewe pambana naye na usimsamehe, chuki inaingia ndani yako. Sasa inategemeana na wewe unachukua sauti ipi na kuweza kukubaliana na kuweza kusema kwamba kwa nini nisiamue kuachilia hili jambo, nikafutia tu hatia, nikaondoa uchungu uliopo ndani yangu, nikaufuta kabisa, nisahau kwamba yule ni rafiki yangu, nisamehe tu. Kama Biblia inavyosema, kipatanishi ilikuwa ni Kristo. Hakuhesabu wanadamu walipomtupia mawe, waliposema kwamba huyu ni mlevi, ni mlafi. Alipokuwa anaambiwa mwana wa Adamu kwamba yeye ni mlafi, ni mlevi. Na Yohana alipokuwa hali, wakasema yule ni ana pepo ndani yake. Sasa nataka nikufundishe kitu kimoja juu ya kusudi la kubeba kile ambacho wewe ulichopewa na Mungu, na namna ya kumjua Mungu zaidi ni kuwa na nguvu ya msamaha. Hata ndani ya kanisa wewe ukawa kiongozi kusema, ukawafundisha watu ya kusema msamehe wengine, pasipo wewe kuweza kusamehe hata mtu. Umewabeba watu waliopo ndani ya moyo wako, na watu wengi hujaweza kuwasamehe. Lakini Kristo, Biblia inasema, ilikuwa ni kipatanishi. Tulipokuwa adui wa Mungu, Kristo akatupatanisha wote. Hakumbeba mtu rohoni mwake, akasema wote nimewapeleka mikononi mwako Bwana, ila kasoro yule Yuda Iskarioti aliyoiendea njia yake mwenyewe, akaenda kujinyonga pasipo kuweza kusema nisamehe. Lakini wakati huo Petro aliambiwaga na Mungu mwenyewe. Yesu anamwambia Petro, Petro, usiku huu utanikana mara tatu. Na kweli ile akaja akakana mara tatu, kwa kuwa Kristo alikuwa anaona mbele itakao kuja kutokea ndani ya nani? Ya Petro. Lakini Petro alipokumbuka kwamba alipomkana Yesu mara tatu, akaenda akaomba msamaha. Kwa kuna nguvu ya msamaha, kusamehewa kabisa. Mfano yule Iskarioti naye angeenda kuomba msamaha, Mungu angemsamehe. Lakini kwa kuwa yeye hakuweza kusamehe ndani ya hatia yake, uchungu uliopo kwa ndani yake, akasema nimesaliti damu isiyokuwa na hatia. Hatia yake na hukumu yake, akaenda kujinyonga. Kwa sababu nini? Nguvu ya msamaha haikupita ndani yake kwamba nikaombe msamaha, lakini hakuona ndani yake kwamba anaweza kusamehewa.
Nikisoma faida za kusamehe, kuna faida pia za kusamehe. Msamaha, hizi ndio zile faida za kusamehe, ziko 10. Mfano nitaelezea baadhi ya chache tu za uelewa zenye muhimu zaidi katika siku ya leo, utanielewa tu. Hizi ndizo faida 10 za msamaha katika maisha yako. Kusamehe ni faida kwa kila familia bora inayotaka amani. Yaani ukisamehe ndani yako unapata amani na furaha. Mipasuko katika familia itokayo isiendelee kuwapo. Maana yake nini? Tayari kusamehe kunatengeneza nguvu ya amani na familia bora. Ili uweze kuwa na familia bora, lazima itengeneze neno la msamaha. Ndugu au kaka mtu anapomkosea mdogo mtu, au mdogo mtu akamkosea dada mtu, au akamkosea mjomba mtu, anapotengeneza neno nisamehe, maana yake tayari anatengeneza ile amani katika ile family, ili amani izidi kuwapo, ili isiweze kutoka, kwa sababu tayari neno la msamaha linatengeneza amani ndani ya familia au familia bora. Faida za kusamehe na hasara za kutokusamehe. Hasara zake zipo. Anasema unahitaji kuwasamehe wengine kwa sababu hata wewe unawakoseaga wengine. Hii inaonesha ya wazi ya kuwa na wewe pia ni mkosaji. Kila mwanadamu naye ni mkosaji. Huwezi kusema na wasamehe wengine huku wewe mwenyewe usijue kama na wengine pia unawakoseaga. Hakuna mwanadamu asiyeweza kukosea. Kwa hiyo faida ziko pande zote mbili, katika nguvu ya kule unayemsamehe na unayesamehe. Kwa hiyo watu wote hawa wawili kuwa kuna kukoseana ndio kunaleta mpasuko na amna kutokuelewana. Kwa hiyo hii faida ya kutokusamehe pia ujue kwamba nafsini mwako ujue neno kwamba na mimi ni binadamu pia, na mimi nakoseaga. Hakuna binadamu aliyekuwa mkamilifu pasipo kuwepo na nguvu ya Kristo ndani yake. Maana kinachosaidia Mungu peke yake ndio mkamilifu. Sisi wanadamu tunamkoseaga Mungu. Ndio maana inatakiwa kusamehe, kwa sababu tayari na sisi ni wenyewe ni wakosaji. Kwa sababu tusingekuwa wakosaji, tusingefiliwa msalabani na Kristo kuleta kipatanisho juu ya ulimwengu mzima, kwamba wote tulikuwa tumesababisha makosa yakasababisha uvunjiko na uhusiano wa Mungu. Anasema kiafya. Hapa naelezea habari za kiafya, namna ya msamaha. Anasema kiafya, msamaha utakupa amani ya moyo kiasi cha kwamba magonjwa ya moyo na presha yatakuwa mbali na wewe. Utastawi kijamii, utastawi kiafya. Yani haya maana faida za msamaha ndani ya moyo. Hutakuwa na magonjwa ya presha wala magonjwa ya moyo, kwa sababu ndani yako umetengeneza kitu cha kuondoa kabisa, umefuta kabisa, kwa sababu Kristo alisema linda sana moyo wako, maana huko ndiko zitokazo chemchemi za nini? Za uzima. Uzima wa wanadamu ni kulinda moyo pasipo kuingiza vitu visivyo kuweza kujibebesha faida ndani yake, mizigo ikawa mizito. Kwa hiyo ukiondoa ndani ya moyo wako, hutakuwa na magonjwa ya pressure. Leo hii watu wengi wanauma pressure, wanauma magonjwa ya moyo. Hujajua kwa sababu gani? Tayari moyo unakuwa na maumivu kiasi kwamba ni muda mrefu anakuwa ametunza vitu ndani ya moyo wake, vinampatia shida, hawezi kuachilia, vinampa pressure, akikumbuka vinampatia tabu, vinafanya ugonjwa wa moyo, na moyo unatanuka, unakuwa mkubwa, na moyo unaweza kufanya nini? Unafika mwisho wa siku anauma sana magonjwa ya juu ya moyo. Lakini moyo ukiwa uhuru, ukaachilia lile jambo, unapata amani ya moyo inakuwepo ndani yako. Ndipo na Mungu wa mbinguni anapenda hivyo, kwa sababu aliachilia nguvu ya msamaha kwa ajili ya maisha yako. Basi ujumbe wa leo utakuwa ni hivyo. Nadhani nimejaribu kueleza faida karibuni 3-4 zinazohusiana na nguvu ya msamaha. Kulingana na muda wetu, nadhani kwa wakati mwingine tukipata tena neema ya Mungu tutazidi kupeana faida zaidi zilizobakia. Katika hizo faida 6 zilizobakia nilizozieleza hizo chache. Mungu wa mbinguni awabariki sana watu wa Mungu. Tunapatikana pale Kigamboni. Nadhani ukiona channel hii usisahau kusubscribe pamoja na kulike na kucomment, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Nadhani kuna kitu ambacho Mungu atakuwa amesema na wewe ukiachilia ujumbe huu pasipo kuupita, ukiusikiza kwa makini. Kuna kitu ambacho Mungu atakwenda kukufungua zaidi na kukujulisha kwamba ambapo ulikuwa hujajua maana neno msamaha maana yake nini. Na nadhani kuna sehemu utakuwa umeshajua. Mungu wa mbinguni akubariki sana sana sana. Asante kwa kunisikiliza.